ونصلي على رسوله الكريم وبعد. Leo katika darasa yetu ya fiqh nazungumzia kuhusu al-khulu'. Nini? Sote al-khulu' maana yake nini? Kujivua nguo. Kuvua au kujivua kwenye ndoa ni haki ya nani? Mwanamke anajivua kutoka kwa mume, na hizi ni katika zile haki tatu ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziweka kwa binadamu waliooana kuseparate, kutokana. Na utakuta huu ndio uzuri wa Uislamu. Uzuri wa Uislamu, hakuna kitu unalazimishwa ukae ndani ya ile kitu kwa milele. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka nikaha na akahimiza watu wakae pamoja, lakini ikija katika hali ambayo kwamba huna budi kutokana, usijilazimishe. Hii ndio uzuri wa Uislamu, kwa sababu dini nyingine zote unaambiwa ukishaingia kwenye ndoa na pingu za maisha, yani kama umefungwa, hufai kutoka, hufai kwenda kokote, kufa hapo hapo. Uislamu si. Kwa hivyo katika maisha ya mke na mume kwenye Uislamu kuna vitu vitatu vizungumza na rudia tena. Ya kwanza nini? Katika njia tatu zilizowekwa watu kufarikiana, watu kuepukana, mke na mume, ya kwanza nini? Talaq. Ya kwanza ni talaq. Talaq ni kuachana baina ya mume na mke, lakini hii iko mikononi kwa nani? Kwa mwanamume. At-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin au tasrihun biihsan. Mwanamume ndio ana haki, mwanamke hana haki ya talaq. Na ni makosa mwanamke wa Kiislamu kuomba talaka, niache. Makosa lile ni jukumu la nani? La mume. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempatia, na ni katika moja ya vitu vizuri, japo watu wana hadithi ya kwamba hiyo wanazuoni wengi wamedhoofisha. Ibn Hajar, abghadhu al-halal 'inda Allah ta'ala, halali anayechukia Mwenyezi Mungu zaidi. Akiwezi kitu kuwa ni halali alafu Mwenyezi Mungu akakichukia. Kwa hivyo abghadhu al-halal ni katika hadithi ambazo kwamba ni dhaifu. Wanazuoni wengi wameisema kwamba ina dhaifu, ina matatizo hadithi hii. Kwa hivyo haiwezekani kitu kikiwa ni abghad tena biismi tafdhili, bali kitu anachukia Mwenyezi Mungu zaidi cha halali ni talaka. Talaka ni moja katika njia, wallahi watu wangejua wangekuwa hakuna mizozo kama vile kuna hivi leo. Wale watu wanaosikia mtu amemuua mke wake akaua watoto wake alafu akajua naye ni kwamba anaona kwamba hakuna njia, amekuja katika hali ambapo kwamba hakuna budi amwache, lakini haiwezekani, basi afadhali mimi nife, na nikifa mimi huyu atachukua na mume mwingine naye nimuue, na kifa mimi na mamake au watoto watabakia, atapata tabu naye pia afe. Wakifikiria kwamba huko wanaenda katika maisha ya mapumziko, wanasema ile rest in peace, nataka kupumzika. Hakuna kupumzika kule, ile safari nyingine ambayo ina kazi kubwa ndani yake. Kwa hivyo hiyo ni talaq. Alafu kuna khulu' nikah. Khulu' hii sasa ni ya mwanamke, na kuna nafasku nikah pia ni ya mwanamke. Khulu' nikah ni katika hali ambayo kwamba mwanamke ameruhusiwa kujitoa, kujivua. Waswahili anasema kuburahi mahari. Sasa hapo mwanamke tutaelezea inakuwa vipi. Kisha kuna fasku nikah. Fasku nikah ni wakati ule mwanamke amepotea na mume wake muda mrefu, amjui yuko wapi, au pengine sometimes anamjua lakini hamuulizi khairi, hamuulizi shari, amewasiliana naye hamjibu. Hapo mwanamke ana haki kwenda kufanya fasakh.
na yote itakuwa kuna procedures, kuna njia zake. Alkhulu lughatan ma'khudh min khal'i thawb. Khal'i thawb, kuvua nguo. Khal'a manake amevua. Khala'tu thawban, nimevua nguo. Kuvua nguo, neno hili na tuseme kwamba maneno yana ncha mbili au na pande mbili. Neno linakuwa la kilugha au la kisheria. Neno la kilugha au kisheria, au maana ya ndani na ya nini na ya nje. Na tukapiga mfano maneno ya Kiswahili pia, kuna maneno mengine ni ya ndani na mengine ni ya nje. Nakumbuka mfano kama gani? Naam. Good. Huyu bwana mkono wake mrefu. Kilugha ni kwamba bwana tahadhari naye mkono mrefu. Kilugha kwamba hiyo maana ya nje, lakini kimaana ndani, mwizi huyu bwana tahadhari naye mkono mrefu. Kama huyu bwana mtu mwizi, ukizubaa tu huyo anachukua dada. Ndio mfano mzuri huo. Kwa mwingine naam, mshenzi mtuzi, si ndio? Si ndio? Wewe mshenzi sana, lakini ndio vile uso wako utakokuwa na ile mazingira. Bwana mshenzi kwa bole huyo, ni sifa au matusi? Maana ya ndani, maana mtu ukizungumza mshenzi sana, au maana anajulikana kilugha ni mtu mbaya, mtu mjinga sana. Lakini ikiwa ukizungumza katika maana ile ya kindani ya kisheria au ya mazoea, utakuta ni sifa kwa watu wengine, na mengi. Kwa hivyo khalaa ni kuvua, lianna kullam min az-zawjayn libasan lil akhar, kwa sababu kila mmoja katika mume na mke ni kama namna ya nguo. Ndio Mwenyezi Mungu akasemaje? Nisaukum semaje leo? Nisaukum harthun lakum fa'atu hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Wao wanawake ni vazi kwenu nyinyi na nyinyi ni vazi kwa wao. Kimaana nini? Kwamba siri ya mwili wa binadamu inajua nini? Ni nguo yako. Ikiwa tovu lako ni kubwa hapa, nani atajua? Ni nguo unavaa. Kama una mapanga umepigwa huku ndani, hakuna zaidi kujua isipokuwa nani? Nguo yako hii. Na anayejua mwili wako hakuna kama mume wako au nani? Mke wako. Kunna libasul lakum wa antum. Sasa unaposema khala almar'atu an zawjiha, amejivua, amejitoa mwanamke katika ndoa ya mume wake, yani si mume tena. Na hayawi kwamba mke ndiye ana nini anazungumza bwana nimesha kukhulumi. Kuna system inafuatwa, inaenda kwa kadhi, na kadhi ana overrule, anatoa sheria bwana. Baada ya uchunguzi na kuleta maneno wa mke, kadhi anasema bwana, sasa nimesha kuepusha na huo bwana, si mke wako tena. Tuone mifano kama. Kwa hivyo hiyo ndio khulu kilugha. Kisheria alkhulu mashru'un liqawlihi subhanahu wa ta'ala, fa in khiftum alla yuqima hudud Allah fala junaha alayhima fima iftadat bihi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hii khulu ni sheria iko pale, wala si dini mpya. Hivi pia ni sheria iko pale tangu wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam, iko kuonesha kwamba Muislamu amewekewa msingi wake katika ibadati na katika nini, muamalati, katika ibada zake yeye na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na muamala wake yeye na binadamu, kwenye ndoa, kwenye biashara, kwenye kuishi jirani, baina jirani Muislamu na asiyekuwa Muislamu, kwenye uhusiano wako wewe na babako na mamako, kwenye uhusiano wewe na ndugu zako. Huo ndio Uislamu. Fa in khiftum alla yuqima hudud Allah, hii ni dalili wanazoona anatumia kwamba ikiwa itakuwa imefikia kiwango baina ya mke na mume, iwe kuna kiziwizi cha kufikia au utekelezaji wa zile
hududu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mipaka Mwenyezi Mungu Subhanahu, sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baina ya mume na mke. Fala junaha alayhima, hawakatazi wao wawili kufanya nini? Iftadat fi maftadhi, kuepukana ikiwa atatoa yale mahari yake yule mwanamume aliyotoa, amrudishie, ubakie na kama watu wametengana. Hii ni aya ya kuthibitisha hayo. Kwa hivyo mwanamke anawajibika kwenda kwa kadhi, akasema bwana huyu ana ila kadhaa kadhaa, tutataja baadhi ya ilal hizi. Ila hizi kadhi ataziangalia, atafanya investigation, uchunguzi, kisha atakuwa akithibitisha, asema bwana basi mimi nafarakanisha wewe bwana, atakuwa si mke wako tena, wewe si mke wako tena. Haya, wakati wewe ukimaliza uolewe. ولحديث ابن عباس رضي الله عنه أو عنهما أن امرأة ثابت بن قيس قال صحابة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتاب عليه في خلقي أو في خلقي ولا ديني ولكني أكره الكفر في الإسلام. Huyu Thabit bin Qais, nafikiri tumezungumza story yake, mnaikumbuka? Taizungumza tena. Thabit bin Qais huyu alikuwa ni sahaba, alimuoa mwanamke akawa anaishi naye kama mke na mume, akaishi naye yule mwanamke, kisha akatokewa na machukizo kumchukia yule. Angalia uzuri wa Uislamu, si lazimishe hata urafiki vile vile. Mtu rafiki yako imefika wakati bana, huyu bana mambo yake ni achana naye. Sasa huyu mwanamke akawa anaishi na mume Thabit bin Qais, amempatia mahari mengi na kadha na kadha. Au katika ndoa yenu umekuja ukakuta bana, huyu bwana ana makasoro mengi sana, mimi siwezi kuishi naye. Usijilazimishe wewe mwanamke. Sasa wale wanaodai kwamba Uislamu umekuja kumkandamiza mwanamke, mambo haya hayakuwako kabla ya Uislamu. Hayakuwa, yalikuja wakati mwanamke alikuwa akidhulumiwa, akikandamizwa, akionewa kabla ya kuja Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja na dini ya Kiislamu akaweka nidhamu hii kwamba mwanamke, ikiwa umefikia wakati kiwango huwezi kumvumilia yule mume wako ana uzito wa akhlaki au khuluq au akhlaq wa tabia au maumbile, basi una haki ya kwenda kuomba khulu kutokana na yule mume, muachane naye. Kwa hivyo Qais huyu mke wake, siku moja alikuwa anapita barabarani, akakuta grupu la watu limesimama wanazungumza, waume wanazungumza, akafanya ile inaitwa comparative studies, akalinganisha baina mumewe na wale wengine. Na haya ni katika mambo kwamba wanawake waangalia sana. Wewe usitoke tu uende uko mimi nampenda, yeye akupenda. Useme nampenda mwanamke mzuri, wewe akupenda. Wana vitu wanawake wanaangalia katika maisha ya mwanamume. Siku hiyo akipita akamwona, na pengine alikubali wakati ule kuolewa, kwa mfano amekaa sana, pengine au sababu nyingi sana zinaweza kuwa. Sengine mwanamke anaweza kuwa amekaa au katika hali fulani akaona afadhali niolewe na mtu yote, baada ya kuolewa aje aone kwamba I have done a wrong decision, nimefanya uamuzi mbaya, siwezi kuishi naye. Hata mwanamke alikuwa mkweli, akienda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma a'tibu alayhi min khulqi, mimi huyu mume wangu Qais simtuhumu na tabia mbaya kwamba ni mzinifu, ni mlevi, wala dini, wala simtuhumu kwamba yeye ana nini, anakeuka mafundisho ya Uislamu, kwa mfano ni mlevi, swali nini, sina matatizo. Walakin akrahu al-kufra, mimi naogopa kuja kufanya mambo ya kikafiri, yani kwamba kuja kuzini mimi. Kwa nini? Akasema, ya Rasulullah, jana mimi nimepita kuta watu wamesimama pale, Mungu huko hapo naye pia amesimama, nikamwangalia nikaanza kucompare, nikiangalia wale wanaume wote wana vimo virefu
Na hii ni katika vitu wanawake wanapenda, personality. Mtu kwa dafu hapo kifupi kifupi. Wewe ni mfupi ni mrefu? Wewe ni mfupi mrefu? Fupi hapo unasema mimi nikamchukia huyo wangu. Kisha akaenda jambo lingine, akaangalia rangi. Hizi rangi zina matatizo pia kwa binadamu, ijapo kwa Mwenyezi Mungu sema Allahu la yanzuru ila suwarikum, haangali sura zenu na wala rangi zenu alwani, lakini yanzuru ila qulubikum. Lakini si binadamu nafikiria hii rangi nyeusi ni mbaya, ni laana, ona nafikiria hivyo, lakini hizi katika mapambo yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio Mwenyezi Mungu akupatia rangi, anajua kwa sababu maumbile yako, ile blood system yako, mwili wako, mapafu yako ameyaunda kulingana na kila kitu chako. Fa khalaqaka fasawaka. Wale wanaenda kubadilisha ngozi zao wale maradhi sana, na utakuta wengi wanapata maradhi ya kansa kwa sababu zile chemicals, madawa makali sana, wanaenda kupaka mtu abadilike rangi. Wanawake wengi wanafanya hivyo, lakini kuna wanaume pia wanafanya hivyo, wapaka rangi. Mko nyumba rangi unapaka, unatoka mangozi, unaua cells zile, kisha alafu vidoleni huko ile rangi yako kawaida inabakia huko. Sasa na mwanaume kama kuku ana rangi mbili, manyoya meupe na meusi, ifai vitu kama hivyo. Kwa hivyo akaona ila ya pili iliyomfanya akachukia mume wake ni rangi. Sasa wewe useme utafuta mwanamke mweupe, wewe mwenyewe kama ushinda mimi bwana mzuri, mwanamke mzuri, lakini wewe mwenyewe jiangalie pia. Wanawake wana vitu kuangalia kama vile wanaume wanaangalia. Katika hadithi Mtume asemaje? Tunkahu almar'atu bi arba'in, mwanamke anaolewa kwa manne. Wana sifa zao wanaume wanaangalia wanawake, na wanawake wana sifa zao wanaangalia. Miongoni mwao ni sura, rangi. Au usiwe una pesa ukakimbia mbio kwenda kutafuta mwanamke mzuri mweupe, atakubali kwa sababu ataka pesa zake, lakini hamna raha ya maisha. Angalia mtu ambaye mna macho, na hiyo ndio inakuja kufu kulingana na yule mtu ambaye kuonesha kwamba kufu pia katika Uislamu ipo. Basi hiyo ya ngapi? Ya pili. Ya tatu akaangalia jamal ambao huku pia wanaume bijamaliha, uzuri. Kila mtu anapenda kitu kizuri, ampende nyinyi hata kama wewe ni muovu, sura yako mbaya, lakini unapenda kupata mwanamke mzuri. Bwana mtano kwa familia fulani lakini ujue kuna wakati atakuja kufanya mabadiliko pengine. Kwa hivyo vitu vitatu alikuwa anasema, na nikamuona kwamba sura zake mbaya, angaliliki nikimwangalia fulani na fulani. Na haya ndio maumbile ya wanawake wengi, wako hivyo. Wanawake wengi huwalinganisha waumezana, huyu ana nyumba, mume wangu hana; huyu ana gari, mume wangu hana; huyu ana degree, mume wangu hana. Usiangalie hayo. Kila mtu Mwenyezi Mungu ana maisha yake amepangia. Hata wewe vile vile unavyosoma, usiangalie fulani kama mimi nimesoma, fulani amekwenda kwa mashindano ya Qur'an akashinda, akapewa tiketi akaenda hija. Yule ni fulani na wewe ni fulani. Si lazima kwamba ukifanya Qur'an pia leo upate tiketi ya kwenda hija. Si lazima ukisoma Qur'an ukishinda uende hija. Waweza kusoma Qur'an ukamshinda na uende hija, lakini Mungu asikupe, hukuandikiwa wewe kwenda hija, wala hukuandikiwa kupata gari. Sasa wewe angalia pale Mungu alipokuandikia. Hujui pengine kuna siku mume wako na atapata yale anayopata. Kwa hivyo usiangalie, usiishi kwa maisha ya watu, ishi maisha yako wewe kama fulani. Huyu mama akasikilizwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume alikuwa yeye ni kiongozi, ni mtume, ni jaji, ni kadhi. Sikiza vizuri sana. Akamwambia nenda kamwita. Na haya katika mafundisho ya Uislamu. Wakati kesi ikija katika maisha yako wewe kama kiongozi, usikilize kesi ya upande mmoja. Usikilize kwa huyu, mwiti na usikie. Ndio hapo utaweza kutoa decision au judgment. Lakini wewe basi nimeshakutesha mimi. Sikiliza kwanza. Hata baina ya mume na mke ikija kesi yake,
wewe sikiliza kaza, kama kadhi, kama kiongozi, kama mzee, sikiliza ile kesi. Usiamue kijuujuu tu, ananiambia hivi, ananiambia hivi, akwambia hivyo ndivyo, kwa sababu kila mtu atakuja kueleza upande wake. Akaitwa yule bwana Qais, salamu alaykum. Salamu ya Rasulullah. Haya, mke wako huyo. Na Mtume hakuna rate, hakusema yale aliyomwambia, akamwambia mke, zungumza yale aliyosema kwa na yule mwanamke. Angalia kuonesha haki ya mwanamke na dini ya Kiislamu ilivyokuja kumpa mwanamke zile haki zake, si haki za kuvaa masuruali na kutembea na zile miniskirt au micro miniskirt ni ndogo zile. Ni masala kwamba Muislamu atakaishi na freedom, huria. Haya